tunaambiwa serikali imesema inaanza kuwashughulikia watu wote waliowekeza fedha nje ya nchi kinyume na utaratibu. Kwa hali hiyo inachangia uchumi wa taifa kudumaa. Lakini hapo juzi tu tulisikia taarifa ya waziri wa fedha ikituelekeza mambo tofauti hivi. Lakini kulikoni hasa leo wamesikia kuchukulia hatua, ili hali ni juzi tu waziri wa fedha akiwa Mwanza akatuambia kwamba bado hawana majina. Tunaye Oliver Moto kutoka pale Iringa atatueleza kwa zaidi. Oliver, habari za asubuhi, na Iringa inasemaje asubuhi leo? Habari za asubuhi ni nzuri, Iringa tumeamka ni kwema. Lakini pia tuna neema zaidi ya mvua, kwa sababu msimu huu wakulima wengi wanategemea mvua zinyeshe waweze kuendelea na shughuli za kilimo. Hongereni sana, na nasi tumeipata hiyo neema ya mvua leo. Sasa Oliver, jana umetutumia taarifa kwamba serikali inaanza kuwashughulikia wale wote waliowekeza fedha nje ya nchi. Kwa mantiki hipi? Maana ni hapo juzi tu waziri wa fedha akiwa mkoani hapa Mwanza ametuhakikishia kwamba majina hajapata mezani kwake. Na kweli baada ya waziri wa fedha Mheshimiwa William Mgimwa, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kalenga mkoa wa Iringa, alipoomba kukutana na waandishi wa habari walikuwa wanagonga kuhusiana na kichwa hicho cha habari ambacho kiliweza kushika watu wengi, na Watanzania wengi wanasubiria kwa hamu kujua ni akina nani ambao wanawekeza fedha nje ya nchi, na huku baadhi ya nchi zikiwa zinatajwa kwa majina. Lakini Mheshimiwa Mgimwa yeye anasema kuwa tayari wanalifanyia uchunguzi jambo hilo, kwa sababu nchi zile ambazo zinatajwa na wananchi pamoja na baadhi ya viongozi kuwa zinawekezewa fedha zinatoa ushirikiano, na baada ya kukamilika kwa ushirikiano huo na lengo la kufanya hivyo ni kujua fedha hizo ambazo zimewekezwa nje zinawekezwa na kina nani, na pia ni kiwango gani cha fedha ambazo hao watu wamewekeza huko. Na baada ya kujua kiwango cha fedha hizo, watatambua sasa hasara ambayo wanasababisha kwa nchi hii ya Tanzania baada ya kuzihamisha hizo fedha na kuzipeleka nje ya nchi. Kwa hivyo kwa maneno mengine majina hana. Majina hajataja, ingawa waandishi wa habari ndio walikuwa wana hamu ili kuweza kupata hayo majina. Majina ndio yamewekwa bado kapuni, yanafanywa uchunguzi. Kauli bado ni tata, sijui tutatafuta muda zaidi kuweza kuongea na waziri wa fedha. Ukisema unafanyia uchunguzi huko majina huna, sijui uchunguzi unaanzia wapi, kwa kikomo kipi. Lakini zaidi ya na ni kweli ni kitu ambacho bado kinasumbua, kwa sababu kauli za serikali mara nyingi zimekuwa ziko kwenye mabano zaidi. Na wananchi wangependa zaidi watajiwe hayo majina ili wajue ni akina nani ambao wanasababisha hali ya maisha kuwa tete. Lakini bado viongozi wa serikali wamekuwa wakiwaweka kapuni au wakiwaweka kwenye mabano watu hao ambao wanaleta matatizo kwa wananchi na nchi kwa ujumla. Nimekupata vyema ulivyosema. Anasema wanapata ushirikiano mzuri kutoka kwa hayo mataifa ambayo watu siwezi kusema wamewekeza, sababu sasa hivi neno ambalo liko rasmi ni kwamba wamekuiba, wameiba. Kwa ushirikiano upi hasa ambao anasema yeye wa kutoka kwenye hayo mataifa ambayo fedha zipo huko, ni upi huo? Kwa kweli waziri hapa hakutaka kuwa mwazi zaidi kuwa ni ushirikiano upi ambao wanaonyesha haya mataifa ambayo tayari yameanza kusemwa na wananchi. Lakini